Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Kuelekea kombe la dunia la mwaka 2026, mashindano ambayo yatakuwa na timu 48 zitakazoshiriki na kushuhudia mechi 104 kwa mara ya kwanza katika historia yake. Michuano ya 23 ya kombe la dunia itafanyika nchini Marekani, Mexico, Canada kuanzia tarehe 11 Juni hadi 19 Julai. Idadi ya rekodi ya timu 48 ambazo ni 16 zaidi ya zilizoshiriki Qatar miaka 4 iliyopita zitakuwa zikishindania kombe la dunia la mwaka 2026. Hii inafanya mashindano haya kuwa makubwa zaidi katika historia na kuongeza idadi ya mechi hadi 104 ambazo zitachezwa kwa mara ya kwanza katika nchi 3 tofauti. Mashindano haya ya FIFA ya World Cup 2026 yatakuwa na mfumo mpya unaojumuisha makundi 12 yenye timu 4 kila moja. Timu 2 za juu kutoka kwenye kila kundi kati ya makundi hayo 12 pamoja na timu 8 bora zilizoshika nafasi ya 3 zitafuzu kwenda hatua ya mtoano. Kwa upande wa kuchagua timu bora za nafasi ya 3, timu zitapimwa kwa kigezo kama idadi ya mabao yaliyofungwa. Hivyo kigezo hiki kitatumika kama msingi wa kuamua ni timu zipi za nafasi ya 3 zitakazofuzu kwenda hatua ya mwisho ya mashindano. Pia kumekuwa na swali kubwa kwamba michuano hii inaanza lini. Michuano hii itafanyika kati ya Juni 11 na Julai 19 na mashindano haya yanategemea kufanyika kwa siku 39, yani siku 10 zaidi ya kombe la dunia la Qatar na zaidi ya siku za mashindano ya mwaka 2014 na 2018. Sherehe ya ufunguzi itafanyika Alhamisi ya Juni 11 katika uwanja wa kihistoria wa Estadio Azteca na mechi ya ufunguzi itakuwa kati ya Mexico pamoja na Afrika Kusini. Kwa ujumla kutakuwa na mechi 72 za hatua ya makundi zitakazochezwa ndani ya siku 17 kuanzia ufunguzi hadi Juni 27 siku ya Jumamosi. Swali lingine ambalo limekuwa likiulizwa ni mashindano haya yatafanyika wapi? FIFA World Cup 2026 itafanyika kwa mara ya kwanza katika miji 16 ndani ya nchi 3 ambapo miji 11 ipo Marekani, miji 3 itakuwepo Mexico na miji 2 itakuwepo huko Canada. Kwa kuwa FIFA imeweka vikwazo kwa majina ya kibiashara ya viwanja vilivyokuwepo awali kwa kombe la dunia mwaka 2026, viwanja hivyo vitaitwa kwa majina ya jiji wenyeji. Huko Mexico, sherehe za ufunguzi zitafanyika katika uwanja wa jiji la Mexico, uwanja ambao utaweka historia kuwa wa kwanza kuandaa michuano 3 ya kombe la dunia. Na pia huko Monterrey. Huko Canada kuna maeneo mawili ambayo ni Toronto pamoja na Vancouver. Marekani itakuwa mwenyeji mkuu wa michuano hii ambapo michuano hii inatarajiwa kuchezwa katika maeneo ya Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia pamoja na San Francisco. Timu ya Hispania, mabingwa wa Ulaya, ndiyo inayopewa nafasi kubwa ya kushinda kombe la dunia la mwaka 2026 baada ya kukamilisha awamu ya kufuzu bila dosari yoyote. Kikosi chao kimejaa vipaji huku wachezaji kama Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Rodri mshindi wa Ballon d'Or mwaka 2024 na Lamine Yamal, mmoja wa wachezaji bora wa mpira wa miguu duniani. Kizazi cha sasa cha wachezaji wa Uingereza kinatarajiwa kutamani taji hilo baada ya kumaliza kama washindi wa pili katika mashindano mawili ya mwisho ya Ulaya. Kikosi cha Uingereza cha Thomas Tuchel kilifuzu kombe la dunia kikiwa na rekodi nzuri ya kushinda mechi zao zote bila kuruhusu bao. Wanajivunia kikosi kilichojaa majina makubwa yakiwemo Jude Bellingham pamoja na Harry Kane. Ufaransa pia ni mshindani mkubwa. Timu ya Didier Deschamps inajivunia safu yake ya ushambuliaji imara ikiwa na Michael Olise, Kylian Mbappe pamoja na Ousmane Dembele, mshindi wa sasa wa Ballon d'Or. Washindi wa pili wa mwaka 2022 walimaliza bila kushindwa katika raundi ya kufuzu ya Ulaya. Argentina, mabingwa wa dunia, walishinda kundi lao la kufuzu la Amerika Kusini kwa tofauti kubwa, wakimaliza pointi 9 mbele ya Ecuador iliyoshika nafasi ya pili wakiwa na mataji mawili, Copa America pamoja na kombe la dunia waliloshinda katika miaka 4 tu iliyopita. Norway haijashiriki kombe la dunia tangu mwaka 1998 na haijawahi kufika zaidi ya hatua ya 16 bora. Hata hivyo, itakuwa na nyota wa Manchester City Erling Haaland aliyefunga mabao 16 katika hatua ya kufuzu. Inaweza kuleta mshangao mkubwa katika mashindano hayo. Kampeni yao ya kufuzu ilikuwa kamilifu wakishinda mechi zao zote 8 walizocheza ikiwemo
ya ushindi wa nyumbani na ugenini dhidi ya mabingwa wa dunia mara 4 Italia.